Jambo taifa la Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu nchini Kongo ambaye natumika kwenye jimbo letu Nord Kivu, Sud Kivu, na Mungu ananitumia kwa njia mbalimbali kwa utukufu wake. Na hapa nilikuwa na ujumbe ambao nimeupata mwezi wa 4 wa mwaka wa 2024, na Bwana akanipatia ujumbe huu kuhusu nchi yetu ili ya kwamba ni komunike kwa wakongomani wote. Baba kaniambia niambie wakongomani ya kwamba wasiogope, wasife moyo, kwa sababu amekataa vita kwenye nchi ya Kongo. Na sababu amekataa vita kwenye nchi ya Kongo, ameniambia hivi: niambie kabisa waasi ambao wamekaa M23 ADF Rwanda ya kwamba waache vita kwenye nchi ya Kongo, kwa sababu Mungu ameitia mkono. Na Mungu ameniambia kwamba amewapatia mwaka moja tu, kuanzia mwezi wa 5 wa mwaka 2024 mpaka mwezi wa 5 wa 2025. Na kama hakika wakiwa hawaondoki watauawa kama nyama, na mambo yatakuwa magumu na mazito, na watajiuliza wafanye nini, watakosa, kwa sababu itakuwa kabisa ni nyuma. Bwana akaniambia hivi: niambie hata Wanyamlenge, yani Wanyarwanda wanaoishi Kongo, ya kwamba wajitoe kwenye Kagame yuko, waifanye kazi kama wakongomani wengine kwenye nchi ya Kongo, pasipo kutaka tu jeshi. Waifanye kazi kama wengine wakongomani wanavyoifanya. Akaniambia wasipofanya hivyo watapigwa vibaya sana, watatamani ukimbilia Burundi, hawatapata nafasi, nako watauawa sana, na watakuwa wakijiuliza kwa nini walifanya, watayajutia na amekuwa nyuma. Maana Mungu akaniambia nyuma ya mwaka hii moja ambayo imekuwa kwa kweli mkono wake itakuwa imemwacha rais wa Rwanda, na kutakuwa maandalizi ya mambo mengine kama asiporekebika na kuacha Kongo. Akikubali kuacha Kongo na kuondoka Kongo na waasi kuondoka Kongo, Mungu akaniambia ya kwamba hapo hapo kabisa atawasamehe na nchi itatembea vizuri. Asipokubali, kutakuwa mwingine wa kujiandaa kumtoa na mambo itakuwa magumu na mazito. Bwana akaniambia niseme hivi na wote ambao wamekaa, ya kwamba kutakapofika kabisa mwezi wa 4 wa mwaka wa 2025 wajiandae kukomesha vita Kongo na waondoke, na pasipo hivyo itakuwa hatari. Akaniambia wote ambao wako wanatembea kwa kuweka uasi mkono na kusaliti nchi ya Kongo, ambao wako kwenye government ya Kongo, wamoja wapo watauawa, wengine watakimbia nchi, na wengine watashikwa nje ya nchi na watajiuliza wakimbilie wapi. Mungu akaniambia viongozi wote ambao wanasaliti, uwe kwenye jeshi, uwe kwenye uongozi wa bunge, uwe kwenye uongozi wowote, waache. Maana wasipoacha watakuwa kwenye magumu mazito. Bwana niambia mkono wake iko kwenye nchi ya Kongo, na hata pungukia wakongomani, na hata kubali tena vita badala ya mwaka moja. Kwa hiyo nikaona ni vema nikuje kwa wakongomani wote kuambia kwamba waombe Mungu, na niambia wakongomani wote wasiogope, kwa sababu nyuma ya mwaka hii moja tu mtaona mabadiliko ya kila kitu, na kila mwatainuka kwa vita atauawa. Mungu ameniambia neno la mwisho ya kwamba wazungu na weusi watakufa kwenye nchi hii ya Kongo, sana sana watakufia Goma, Bukavu, lakini hii nchi itagabulika, itabaki Kongo moja ambayo ni yenye nguvu na yenye uwezo. Kwa hiyo jitahidini sana, muachane na mambo mko nayo, kwa sababu Mungu anaarifu ya kwamba anakuja sasa kuiokoa Kongo kwa nguvu zake, kwa uwezo na kwa mamlaka, na hakutakuwa jambo lolote litakalomtisha Bwana, kwa sababu akiongea na ameongea. Wale ndugu zetu Wanyarwanda wanaishi Kongo, Mungu aliniambia hivi: wakongomani wote wawe na moyo wa huruma, wasikatae kuishi na mtu yoyote wa kabila yoyote, atumike kwenye nchi ya Kongo, kusiwe ubaguzi, kusiwe ukabila. Maana hii nchi Mungu anataka kuijenga na kuipeleka mahali alipotaka. Mungu anema wape heshima
Mungu wa neema ainue Kongo, aifanye kuwa na nguvu sawa sana neno lake. Mungu anataka amani Kongo. Mungu anataka watu wote wa Kongo waombe na wasiogope, kwa sababu ameamua na hakuna mtu anaweza kukataa neno lake. Kwa sababu nyakati zitakapotimia, yule ambaye hakukuwa na busara itakuwa basi, lakini wale wote walikuwa na busara, Mungu atakuwa amewalinda. Mubarikiwe na Bwana, mwinuliwe na Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen.